tukaimba pamoja na waimbaji.
Kristo libarikiwe. Amen. Asanteni sana ndugu jamaa katika Kristo kwa kuweza kushiriki kwenye sherehe yetu pendwa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kweli nashukuru sana Mungu kwa kunipatia nafasi hii ya kusimama. Kabla ya yote, kwanza kabla sijajitambulisha, niweze kusimamisha wanakamati wangu kwanza pia waweze kusimama wima. Karibuni kamati yangu yote simame. Basi hawa ndio kamati yangu ya vijana ambao tunafanya nao kazi. Dada hapa ndiye mwenyekiti msaidizi, mchunga hazina yule pale. Dada huyo anaitwa Rachel, kaka yule anaitwa Etongano, ndugu Dera, mshauri, pamoja na ndugu Paul, pamoja na dada mama Rehema pale, mchunga hazina dada Zaina, pamoja na Jane pale mshauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ambao ninaofanya nao kazi yao ya Mungu. Tukae chini wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana kwa kujitambulisha. Kwa jina langu mimi naitwa Kiza Sungula, kwa maarufu naitwa Andoi. Na hudumu kama kiongozi wa vijana kwenye kanisa la African Fellowship Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nimesimama hapa kwa lengo la kutambulisha mkutano wetu. Lengo la mkutano, tumekusanyika hapa kwa lengo la mkutano wetu wa vijana. Tukilenga zaidi kufunga, kujenga ushirika na kuimarisha imani yetu katika Kristo. Tumekusanyika hapa leo kwa ajili ya mkutano wetu wa vijana, tukilenga kujifunza, kujenga ushirika na kuimarisha imani yetu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono ya kikundi cha vijana wa Fellowship Church. Kikundi chetu cha vijana kinaongozwa na maono ya kuwa nuru na chumvi ya dunia, tukihamasisha maisha ya utakatifu, huduma na uongozi wa kiroho. Pia na vijana ndiyo nguzo la kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wito wa ushiriki. Nawahimiza kila mmoja wetu kushiriki kwa moyo wote, kutoa maoni na kujifunza kwa pamoja, ili tuweze kuendelea kukua kiroho na kijamii. Mwisho wa hitimisho. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mungu amewabariki sana, na mkutano wetu uwe wa baraka na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye anasimama hapa ni kiongozi wa vijana wa kanisa la Fellowship Church. Asanteni sana. Mungu awabariki. Amen.
asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Vijana. Bwana msikilize jamani. Vijana. Basi vijana, kama vijana kwa yetu ya kutoka Georgia. Kwa hiyo karibuni sana hapa mbele, karibuni sana waifanyika kutoka Georgia. Oh,
wakati ambao tulikuwa tunapitia mazingira, wakati ngine najiuliza, huyu baba na hii age yake tutafika kweli? Lakini Mungu alinikonfondre. Huyu papa malgré age yake, njoo mkono yangu ya kuume. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpigie Reverend Pastor wangu. Pamoja na age yake, mkila hatua tulikuwa tunapiga. Wakati mwingine mimi nasema labda juu ya mchoko ya kazi baba hataonekana leo. Mimi unashangaa aisha kuwa pale. Mpaka leo naomba Mungu anipatie neema. Sana mimi nitakuwa mzee, nipate neema nyeko ndani ya huyu baba. Sasa leo tuko ni mkutano ya vijana. Wakati ungaliki kijana, ili uje uzeeke namna hii, ni lazima uanzie kwanza kuujana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiharibu ujana, usitegemee kuwa na uzee wa mzuri. Utaharibu uzee wako wakati uko kijana. Huyu baba inawezekana ujana wake alimpatia Yesu. Ndio maana yuko na buzee wa bien. Sasa sijui sisi vijana hapa kwa African Fellowship, maono yetu ni yapi? Basi langu mimi nakushukuru sana. Mungu akubariki. Unaona hatua tunapiga? Tupige mikono juu ya Yesu Kristo. Anasema kama neno la kusema kabla hajarudi. Bwana kwa sifa jamani. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu nilianza kazi ya kanisa kwa watu wa 80. Watu wa 80. Na tangia leo nimeka ngapi? Bwana kwa sifa. Amen. Nikaingia Tanzania kufanya kazi ya kanisa. Kwa leo niko Marekani kufanya kazi ya kanisa. Bwana kwa sifa. Amen. Mwingi watu wangu mimi sina woga kusema hivi. Vijana, mwingi mfano huu uozeeke katika Kristo Yesu. Bwana kwa sifa. Amen. Tumchapie Yesu wetu mikono kama tunapenda. Basi tunapenda kuwakaribisha wageni wetu. Biblia inasema nyumba inayopokea wageni inapokea pia baraka. Kwa hiyo leo tumepokea baraka nyingi kupitia wageni ambao wametutembelea. Sasa mimi napenda ule wote mwenyewe katikati yetu ambaye leo ndio mara yake ya kwanza kuingia hapa kwa hii kanisa. Na wengine labda ulikuwa na sisi hapa lakini ukasafiri ukaenda mbali kwa muda mrefu. Tena leo unarudi, unaja kututembelea pale kwenye huko. Tutakusihi usimame. Na sisi watoto wa nyumbani, wakati wa waheshimiwa au malaika za Mungu wako wanasimama, tuoneshe shangwe na vigelegele. Basi wageni wetu tusimame. Tusimame. Na sisi tushangilie. Tunapenda tuwatambue kwenye wanatoka, safari yenyewe walifanya, hata na majina yao, wale wa mara ya kwanza. Kwa hiyo nitaomba mikrofoni moja kwa haraka sana itembee kwa wageni wetu, waweze kujitambulisha. Na nitaomba translator kuanzia saa kuja huko mbele, tafsiri ya Kiingereza. Karibu. Yes, karibu mtumishi wa Mungu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mimi kwa majina naitwa Papa Joel. My name is Joel. Natokea Atlanta, Georgia. And I'm coming from Atlanta, Georgia. Nashukuru Mungu kwa kutupokea hapa Charlotte. I am so blessed to be here in Charlotte.
nililala mzuri na nilikula mzuri. I slept well and I ate well. Na Mungu awabariki. And God bless you all. Amen. 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 Ya kushukuru Mungu tena ya kuwa hapa. Nasema tena asante kwa huduma mtutumia. Tunakula kabisa. We ate well. Na mahali pazuri kabisa. Nafasi ya kulala nashukuru. And we are also grateful for where we slept to spend the night. Afya inaanzia kula na kulala. Because it was a good place. Ya naitwa jina la Bahati Asende. My name is Bahati Asende. Asele. Marcele. Arsele. Ya wengine kutoka Georgia. And I'm also coming from Atlanta. Ya nashukuru kwa kwanza kufika hapa. This is my first time, but I'm so blessed to be here. Thank you so much, and God bless you all. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Furaha iko? Changamoto jamani. Furaha iko? Na mimi naitwa Evangelist Mike. My name is Michael. Na nikizani sio tukianza kwanza kufika hapa. And this is not my first time to be here. Na nikizani wengine wananijua. I know most of you know me. Nafurahi sana kuona tena tunakuwa hapa. I'm so blessed that I'm here again. Na tumekuja na timu kubwa sana. And we came with our team from Atlanta. Lakini naomba request moja. Naomba tu request moja. And I have one request. Nimeona pendelea tena kwa ikikuimba nyimbo moja. Okay. Tuendelee. Asante sana. Amen. Thank you so much. God bless you all. Ushauri microphone kwa wale zetu pale nyuma. Tumaliza upande na kwenda upande. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina wananiita jina Janet. My name is Janet. Natoka Georgia. I'm from Atlanta, Georgia. So mimi sijisikia kama niko mgeni. I don't feel like I'm new here Kwa sababu sio tu tunamwabudu Baba. because we are all children of the same God. Yaani hapa niko nyumbani. I know that I'm at home. Yaani hata majina tu niko mgeni. I'm not really new here. I feel at home. Nashukuru sana na kuongea na Baba. Thank you so much and God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. My name is Neema, or Grace in English. Kaitenda. Georgia. I'm also from Atlanta, Georgia. Jana papa. And I came here with my father. Nafurahi sana kukutana na nyinyi. I'm so glad to be here. Amen. Amen. Karibu mtumishi Mungu. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. My name is Japhet. Jina langu ni Jafeti. I'm from Georgia Na mimi pia natokea Atlanta, Georgia. and I'm happy to be here Nafurahi sana kuwa hapa to this big conference of youth. kuona na kutembelea vijana kwenye mkutano wao. I'm not a guest. Mimi sio mgeni hapana. I'm the part of this church. Mimi ni sehemu ya kanisa hili. Amen. Hallelujah. Amen. Naitwa kwa jina ya David Wasa Kaitenda. My name is David Wasa Kaitenda. Niko mmoja I'm also mbele za Yesu. one of Jesus' followers, Na niko mmoja mbele yenu. and I'm also one among you. Na siko mgeni tena mbele yenu. I'm not new here. Nami niko mmoja pamoja I feel I'm also a follower of Jesus like you. na nashukuru Mungu And I'm so thankful kwa aliko for the invitation kwa hapa Charlotte to be here in Charlotte, kwa kumshukuru Mungu na kumtumikia Mungu kwa mkutano ya vijana. to thank God and worship together with our youth. Si mgeni zaidi.
I'm not ruling you maana nimeshafika tena hapa. because I already came here another day. Wengi wananifahamu kama mliona. For those who know me, they know me. Nashukuru Mungu kuja na msichana wetu. And I'm so blessed to come here with my Sasa son leo mzazi wa watoto wangu and my children. Amen. Those playing the guitar, my children. Na wiki ilipita And last week, tulikuwa leo tunafanya mkutano. we knew that we were supposed to come for this conference. Walikuwa kundi ni kubwa sana. Wapesisi walikuwa wengi walikuwa wanahitaji kufika. And there was other people who were willing to come. Lakini sasa mpango ibadilika. But because we changed the program, Kwa kuonyesha that's why some of them didn't show up. kama hawafiki. Amen. Lakini najua wakati mwingine Mungu atatupatia kibali. I know that God will give us another time. Mtaona kundi kubwa. They will also come. Nashukuru. We thank God. Amen. 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 We have another guest, Sharon. That's Sharon. I know some of us know who Sharon is. Pale ni Sharon natoka kama Because she already visited us kwa sababu before. nafikiri mbele alikujaga tena kututembelea And here she is again today. na leo tena yuko hapa And she will be talking a little bit about education for the youth. na atakwenda kuongea kidogo kuhusu elimu kwa vijana Later on, after we done with this part. kabla ya kukimaliza hii sherehe. So Sharon, you are most welcome. Kuna mwingine mgeni mmoja There's also one thing. ambaye pia napenda nimsimamishe, tumtambulishe kwa Wakristo wote I would also like them to tell us so that na kwa wageni wetu this ambaye ni Reverend Megan. is Reverend Megan. As my good pieces and stand up so that our guests will know you. Acha tumpigie Yesu makofi na tumshukuru. Anaitwa Megan. She's called Megan. Yeye ndio mchungaji mkubwa hapa. She's the main reverend here. Huyu mama The woman ndio malaika ambaye Mungu alimtumia is the angel that God used ili her. African Fellowship iko hapa kwenye iko leo. So that the African Fellowship will be here in this building. Unajua maisha, You know, in the life, ili jambo litokee, if something happens, in life for something to happen, in maisha, ili kitu kitokee, God always prepares someone to make the way. Mungu anaandaa mtu kwa ajili ya kuandaa njia. And for the African Fellowship, Na kwa ajili ya African Fellowship, God prepared for us this lovely woman. Mungu alituandalia huyu mpendwa mwanamke ambaye yuko pale. That's the reason why we are here. Na ni yule ndio sababu sisi tuko hapa. So Megan, we are grateful Kwa hiyo Megan, sisi tuko and we pray that God should abundantly bless you. na tutaendelea kumwombea Mungu azidi kumbariki. Tumshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Na tutakaribishana sisi wote sasa. We also want to welcome. Mimi napenda tusimame. I would like us to stand up. Wakati tunasimama, The time we stand up, mwenye yako pembeni yako atamwambia amani ya the Yesu. one who tell him the Mwambie peace of Christ. Na wakati huo kora nipatia kora simoja ya moto kabisa. Ambia jirani yako peace of Christ. Msaidie muulize. Show pale kwenye kuu vijana wana furaha kubwa, lakini watu wanasinzia. Premièrement, nous disons merci à Dieu Tunamshukuru Mungu pour la grâce kwa neema yake et cette opportunité na kwa hiyo opportunity que Dieu nous accorde ambayo Mungu de se ametupatia trouver devant un grand peuple comme vous êtes. kwa kuonekana katika mkutano mkubwa. Moi, je me suis toujours dit, Kila mara naongea, si je me tiens devant nikisimama mbele un peuple comme vous, watu kama nyinyi, je suis devant le ministre, kama vile niko, je suis devant le président de la République, kama vile niko katika et nous vous devons beaucoup de respect. na kunakuwa kabisa heshima Parce kubwa. qu'on ne connaît pas demain.
kwa sababu hatujui kesho ce que le Seigneur est en train de préparer pour tout un chacun de vous. ambao Mungu anaandaa kwa sababu Il n'y a que Dieu qui connaît notre lendemain. ni kwa sababu Mungu ndiye anajua kesho yake. C'est pourquoi nous lui disons merci Ndio kwa maana tunasema pour asante cette opportunité. kwa hii neema ambayo ametupatia. Nous disons merci à Pasteur Amissi Tunamshukuru kwa Pastor Hamisi pour la considération. kwa hii neema ametupatia. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki. Que Dieu bénisse les collègues de Pasteur Amissi Mungu awabariki pia parasa ambao natumika nayo pour votre considération. kwa hii neema ambayo umetupatia. Et que Dieu bénisse tout celui qui est invité dans ces conférences. Na Mungu awabariki kila mtu ambaye amekuja kwa hii mkutano wa vijana. On nous a donné les versets de la prédication sur Ecclésiaste 12, le verset 1. Wametupatia maandishi ambayo yamekuwa ndani ya katika kitabu cha Ufunuo Celui qui a 12 na mstari wa kwanza. la Bible peut nous lire en Swahili pour la meilleure compréhension. Ambaye anakuwa na kitabu anaweza kutusomea Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Mhubiri sura 12 na mstari ule wa kwanza. On peut nous lire rapidement parce que je n'ai que 25 minutes. Je dois respecter les temps. Tunasoma kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wake wa kwanza. Tunasoma maandiko katika jina la Yesu. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je vais lire en français. Vous allez m'excuser, j'ai toujours lu dans mon téléphone à cause de ma vision. Je suis myope. Mimi nitasoma katika simu yangu kwa sababu nakuwa na tatizo ya macho. La Bible déclare ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Je mets virgule par là. Ça c'est Ecclésiaste qui nous dit. Il parle à la jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste ne s'adresse pas aux vieillards. Il s'adresse à la jeunesse. Parce qu'il connaît ceci. Que la force de la jeunesse, la force de l'église, c'est la jeunesse. Quelqu'un dit amen. La jeunesse, c'est ça l'église de demain. C'est pourquoi nous, vous en tant que jeunes, vous devez savoir que vous avez une grande mission. Tant que vous avez encore la force, vous devez servir le Seigneur avec force. Quelqu'un dit amen. Moi que vous voyez, j'ai commencé à servir le Seigneur à 7 ans. Quelqu'un se pose la question, 7 ans? J'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à encadrer les gens à l'âge de 7 ans. Les petits enfants. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, Ecclésiaste s'adresse à la jeunesse. Parce qu'il connaît que la force de l'église, c'est la jeunesse. La force de l'évangile, c'est la jeunesse. C'est pourquoi Joël dit ceci. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit vos fils, vos filles prophétiseront, et les vieillards auront des songes. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? On
dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Anasema kwa vijana wenu na wazee wa Vos fils et vos filles, hein, ils vont parler de la part de Dieu. Asi wataongea kwa sababu ya Mungu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que là, l'excellente prophétie, c'est la parole de Dieu. Kwa sababu uzuri ni neno la Mungu. Mais on dit que les vieillards auront des songes. Asema na wazee wataota ndoto. Qu'est-ce que nous recevons chez les vieillards? Nini ambacho tunajua kwa Quand on parle des songes, kama wanaongea kwa sababu ya ndoto, chez les vieillards, kwa wazee nous recevons la sagesse. tunapata hekima. Quelqu'un dit Amen. Kuna mtu anaweza kusema amen. Dites Amen bien. Sema amen na Dieu mzuri. appelle Moïse. Mungu anamuita Musa. Quand Dieu appela Moïse, Mungu anamuita Musa. vous allez lire dans Nombre, c'est Nombre 12. Dieu appela Moïse. Anamuita katika kitabu ya Hesabu 12 anamuita Musa. Lorsque Dieu appelle Moïse, Wakati Mungu anamuita Moïse Musa, lui dit, je ne connais pas bien parler. Moïse anasema mimi sijui kuongea. Je suis en train de bégayer. Mimi niko naongea. Qu'est-ce que je vais parler à ce peuple? Nini naongea katika hii dunia? La colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Il dit, moi je te fais toi. Hasira ya Mungu ikampia kwa Moïse. Pour aller libérer les enfants d'Israël. Wao tenda kufungua wana wa Israeli. Moïse dit, qu'est-ce que moi je vais parler? Moïse anasema ndawaambia Je ne connais pas parler. mimi sijui kuongea. Écoutez, Sikiliza. lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il ne compte pas ton niveau de tir. ahesabu hali ya Dieu ne regarde pas là où tu viens. Mungu angalie mahali ambapo unatoka. Dieu ne regarde pas ta grandeur, Mungu la taille. angalie ukubwa yako. Dieu ne regarde pas sur la beauté. Mungu angalie uzuri yako. Mais Dieu regarde dans ce qu'il a mis en toi. Lakini Mungu anaangalia kile ambacho kiliweka. Écoutez, Dieu il a fait Moïse. Moïse dit, non, je ne connais pas parler. Mungu anamuita Musa, lakini Dieu Musa avait déjà prévu quelqu'un. kwa sababu alikuwa shatarisha mtu. Il dit, ton frère Aaron, Aseme mkubwa yako Aroni, il sera ton soutien. atakuwa msaada wako À ton côté. kwa mkono wako. Écoutez ce que je voulais te dire par là. Sikiliza, ninataka kuongea. Aaron était à côté de Moïse. Huyo Aroni alikuwa pembeni ya Moize. Moïse ne connaissait pas parler. Musa hajui kuongea Parce qu'il bégayait. kwa sababu alikuwa anaongea kwa Mais ulimi. il avait quelque chose de Dieu en lui. Alikuwa na kitu ndani mwake. Moïse c'est qui? Moize ni nani? Musa Toi ni en nani? tant que jeune, Kama vile wewe kijana, Dieu te donne la mission de le servir. Mungu amekupatia mission yake. La Bible dit d'abord que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Neno la Mungu linasema kwamba alainiwa ule mtu ambaye anafanya kazi. Alors Dieu appelle Moïse. Mungu anamuita Musa. Il prend Aaron, il met à son côté. Akampatia Aroni pembeni. Moïse, il ne savait pas parler là. Musa hajui kuongea neno lolote. Mais il prend Aaron, il met à son côté. Akatia Aroni pembeni yake. Lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il met toutes les dispositions. anatia kila kitu pembeni yako msaada. Toutes les dispositions possibles. Kila à tes msaada côtés. yote naweza anakupatia pembeni. Moïse, c'est qui? Musa ni nani? Moïse, c'est l'écriture. Musa ni neno. Et Aaron, Na Aroni c'est l'interprétation. ni yule ambaye anatafsiri. Amen. Amen. Tuko kimya, mseme amen. Moïse, c'est l'écriture. Musa ni Moïse, c'est l'écriture. Musa ni neno. Et Aaron, c'est l'interprétation. Na huyo Aroni ni mtafsiri wa neno. Écoutez, Sikiliza. en tant que jeune, Kama vile wewe kijana, lorsque Dieu t'appelle, wakati Mungu anakuita, il te donne des choses. anapatia vitu viwili. Il te donne l'écriture Anapatia neno, et l'interprétation. anapatia na utafsiri ya neno. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Il te donne l'écriture et l'interprétation. Anapatia neno. J'aimerais parler à la jeunesse. Nataka kuongea na Tu vijana. dois marcher avec des choses. Natembea na vitu viwili. L'écriture Neno et l'interprétation. na tafsiri. Dieu t'a donné les nations. Mungu amepatia uhusiano. Nous venons de l'Afrique. Tunatoka katika Afrika. Si Dieu t'a amené dans ce pays, Mungu amekuita katika hii. tu es dans une mission. Mungu katika mission. Dieu t'a amené pour que Amekuita hapa. cette nation, Kwa sababu ya hii que cette nation Kwa sababu ya hii. témoigne la grandeur de ton Dieu. Kwa maana utukufu wa C'est Mungu. pourquoi ne dors jamais. Kwa sababu hapana La sisi. parole de Dieu déclare ceci. Neno la Mungu nasema. Réveille-toi. Amkeni. Réveille-toi. Amkeni. Toi qui dors. Wewe ambaye umesinzia. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Tu dois
dois marcher avec des choses. Utatembea na neno na vitu viwili. En tant que jeune, Kama vile kijana. si tu veux conquérir ces mots, Ikiwa unataka kushinda hii dunia, marche avec des choses. tembea na mambo mbili. L'écriture Neno et l'interprétation. na hii utafsiri. Écoutez, Sikiliza mpendwa. à la piscine de Bethesda, Katika hiyo kisima il y Bethsaida avait un paralytique. kulikuwa huyo mlemavu. Il a fait 38 ans. Amefanya miaka 30 na Il mnane. attendait le mouvement de l'eau. Anataka La Bible déclare, neno la Mungu nasema quand l'eau wakati maji s'agitait, ilikuwa imetikisika, l'ange descendait aseme malaika pour agiter l'eau. kwa sababu ya kuchemsha. C'est lui qui s'est jeté le premier, Yeye ule mchanga obtenait la guérison. ule wa kwanza ni Écoutez maintenant. amepata uponyaji. C'est lui qui s'est jeté le premier. Ule ndani ndani ya maji. Il attendait lorsque l'eau s'agitait. Yeye akasubiri jinsi maji Il itachemka. se jette Akatumbukia ndani. pour obtenir la Kwa guérison. sababu ya kupata uponyaji. Écoutez, Sikiliza pour mpendwa. obtenir la Kwa grandeur, sababu ya kupata pour ukubwa. obtenir les opportunités qui viennent de la part de Dieu, Inataka kwa tu Mungu. vas te jeter le premier. Utajitupa ndani wa C'est kwanza. jeter le premier. Kwa kujitupa wa C'est kwanza. dans l'obéissance. Katika utulivu. Parce que l'eau qui s'agitait, Ndani ya maji inachemka. c'était la parole. Neno la Mungu. Et celui qui reçoit la parole première, Neno la Mungu. il recevait la guérison. Umepata uponyaji. Ninaeleweka vizuri. L'ange descendait. Malaika ameshuka. Il agitait l'eau. Anachemsha maji. Il agitait l'eau. Anachemsha maji. L'ange c'est qui? Malaika ni nani? L'ange c'est le pasteur. Ni mchungaji wa kanisa. Lorsque le pasteur Wakati mchungaji se tient du haut de la chair, anasimama kwenye maji. il a la parole. Iko na neno. Na utafsiri ya neno. Alléluia. L'ange descendait Malaika ameshuka pour agiter l'eau. kwa kuchemsha maji. Celui qui se jetait le premier, Ule ambaye atajitupa wa kwanza obtenait la guérison. atapata uponyaji. L'eau, Maji c'est l'écriture. ni neno la Mungu. Amen. Et il fallait que l'ange agite l'eau. Ilifanyika ili maji pate agiter l'eau, kuchemsha maji, interpréter la parole. Ni utafsiri ya neno. Quelqu'un dit amen. La parole neno prenne la puissance, inapata nguvu, se fait comprendre uwezo ya kueleweka lorsqu'elle est interprétée. Wakati imekuwa na utafsiri. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. La jeunesse des African Fellowship. Vijana wa African Fellowship. Je vous ai amené des choses. Mwaletea mambo mawili. Vous devez vous réveiller. Unapaswa kuamka. Parce que la force de demain c'est vous. Kwa sababu nguvu ni mwenye. Vous devez marcher avec des choses. Vitu viwili. La parole. Neno. Et l'interprétation. Na tafsiri. Quelqu'un dit amen. Tiens-toi debout. Simama kwenye huko. Ça veut dire que tu dises à Dieu. Nataka kuambie Mungu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'assistes. Nahitaji msaada wako. Parce que je suis. Kwa sababu mimi. Je suis. Kwa sababu mimi. Dans une mission. Kwa hii mission. Je ne saurais pas faire. Mimi sitakuwa. J'ai besoin de toi. Niko na lazima yako. Assiste-moi. Dans cette mission que tu m'as donnée. Kwa hii msaada, kwa hii mission Et le temps va prier. Anza Au kuomba nom de Mungu. Jésus-Christ, éternel Dieu des Anza omba Mungu. j'ai besoin de toi. Kwa hiyo maonyo ambayo Mungu Assiste-moi en tant que jeune. Usikae kimya, omba Donne-moi la Mungu. force. Mets ta parole à moi. Que je marche avec ta parole. Tie neno. Que le monde témoigne que tu m'as envoyé. Dunia leo kama Que le monde témoigne que je suis à ili toi. kwamba Mungu Puis dis à Dieu, mais quelque chose de nouveau à moi. ambia Mungu atiki Que ce monde témoigne ili kwamba hii que tu dunia m'as envoyé. ya kwamba Au nom de Jésus-Christ. anza kuomba Mungu, usikae kimya mpendwa. Usikae kimya. Usikae kimya, wewe una maonyo. Una maonyo kama vile kijana wa fellowship. Na wanasema utembee na neno mbili. Mwambie Mungu akupatie neno mbili. Anza kuomba Mungu. Pasipo hizo neno mbili, wewe Usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli unibariki. Kwa mkono wako kweli unibariki.
il a dit je ne peux jamais aller seul. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi dans ce monde. En tant que jeune, j'ai besoin de toi. En tant que jeune, j'ai besoin que tu puisses m'armer. J'ai besoin de toi. Seul, je ne fais rien. Seul, je peux tomber. Seigneur, merci pour ce peuple. Je sais que tu vas les assister. Afin que Jésus, la jeunesse de cette église, puisse manifester la foi. Que la jeunesse de cette église, on voit, témoigne que Dieu est le Dieu qui les a emmenés à Charlotte. Partout qu'ils seront, qu'ils soient la tête des jamais. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort. Amen. Karibisha mhubiri wetu wa pili. Mhubiri wetu wa pili akiwa anakuja hapa mbele, tunaomba tena mpige makofi na vigelegele. I'll be shorter. Mimi mtanivumilia, mimi sio mtumishi Joel. But you will be patient because sina ndugu Hamisi. Sina mzee wangu, kila mtu kwa jinsi Mungu alimuumba. Everyone is na kusema. Tufungulia andiko. They open the Timotheo wa kwanza. First thing. Tusikilize Paulo. Let us hear. Anamwambia Timotheo. How Paul told nataka mkutano wa vijana. I know that this is vijana muko. Vijana muko. Eti mnajiamini kama mko vijana? Wa kesho. Tomorrow. Kanisa la kesho. Tomorrow's church. Kwa hiyo mnasikia ushuhuda ya mtumishi wa Mungu Joel na mzee wangu. Do you hear what Goango and Amina? Wanasimama hapo iko na ubiri juu ujana wao ulikuwa mzuri. They stood here and tell you because that their youth was good. Amen. Amen. Vijana. Soma. Tusome Kiswahili. Narrate in Swahili. Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 11 hadi 13. The first Baraka chapter 4 25 minutes baraka. Msomaji. Soma Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 11 hadi 13. 11 hadi 13. Ndio inasema nini? Katika jina la Yesu. Amina. Mambo hayo uyaagize. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia mambo hayo uyaagize. Paul told Timothy that na kuyafundisha. Amen. Kuyafundisha, kufundisha nini? Teach what? Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Sema amina. Mtu awaye yote kijana asidharau ujana wako. Every youth that not despise your youth. Muone kali. Mtu awaye yoyote. Do not let someone defend your youth. Mahali popote. Everywhere. Mtu yeyote. Everyone. Asidharau nini ujana wako. Do not despise your youth. Mtu yeyote asiharibu reputasi ujana wako. Let not someone to despise your youth. Amen. Soma. Bali uwe kielelezo kwao waaminio. Uwe ujana wako usiseme kwamba ningeina na mimi kuti mkubwa. Hapana. In your youth you have to be. Uwe kielelezo kwa waaminio, kielelezo. You have to be an example. Example mzuri kijana. You have to be a good example as a youth. Leo kijana ni ukifika basi bana kukimbia. But today when youth run somewhere they run away. Mahali unaenda kama bana
unatoa penye unataka na ujana wako. Where you arrived with your youth, you have to be Marafiki young. zako kijana unatembeaka nao wataribu ujana wako. All your friends that you walk along together, you have to Ukiharibu respect ujana your wako unakipelea tena huko mbele. Ukiharibisha ujana. when you destroy your youth. Katika usemi kijana usiseme ovyo ovyo In your kijana. talking as a youth, don't talk the bullshit. Na mwenendo na nini? Na usemi na mwenendo. And the behavior and how you behave yourself. Amen. Amen. Na matendo, tabia na usafi. And all your behavior and being clear. Hadi yuko naenda tena unaanza kunafanana na mtu mwenyewe mwenda wazimu. Don't be look like as a fool. Huyu ni kijana ishazeeka huyu. And people will see you as the older man. There's no difference between you as the youth and the older man. And people start to laugh at you when you destroy your youth. You have to be everywhere you are. You have to be respected. You cannot come here and preach while you are dressing bullshit. The snake does not have a waist. That's why the snake dresses here. You as a youth, you have to change your behavior. When you reach to a servant of God, God to marry. So do you think that John will give you the blessing? While you are dressing your pants here, you will not reach where you are going. That's why we are carrying a big load with you. 13 na ndio mwisho. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Haleluya. Hallelujah. Mambo haya. The saying told us two things that I left you. The word and revelation. And in Timothy, hata nitakapokuja, when I come, ufanye bidii. you have to do all your best. You have to do strong. Haleluya. To read. Niseme amen. Amen. Kuna mwingine kijana hapo akupata penye aliko ya Luka iko basi kaanaanza kutafuta kaneno la kale. Is there Anataka kusoma Biblia. there is some youth there when you ask him for a scripture from Kijana hata Biblia he will start to look from the Old Testament. Tafuta Luka iko anaanza kwa kaneno la kale. Ukuwe na nguvu bidii kwa kusoma. He look it from the Old Testament. Tutajua maisha namna kuishi dunia. You have to know how to read. That's why you will know how to live in this world. Na kuonya. Hallelujah. Amen. Kijana muko? Are you there? Ese kijana batakuita kuonya mtu mwenzako kijana mwenzako? You as a youth, are you ready to kwanza kushauri kijana utaitwa? Your fellow youth being attention of all you do? Never question. That's and know that when your youth is destroyed, you have to know that you are bad behavior. Amen. Na kufundisha na upendo. Amen. And to teach. Amen. Muko vijana. The last scripture. So, the second Timothy. Timotheo wa pili 21 sura ngapi? 21. Timotheo sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya pili. 2 Timothy chapter 2 verse 21 to 23. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 21. You have to read the Bible so that you become the good children of God. Katika jina la Yesu. Ndio. Basi ikiwa mtu amejitakasa, mtu amejitakasa. If someone is saved, ndio, twende. Atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa. Chombo cha heshima
yenye inasafishwa heshima. You will be the thing that will be cleaned and respected. Kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Mpaka Ventura. Mpaka Ventura. Mpaka Ventura. Soma Ventura. Tunashuka Ventura. Hapo. Ventura sema hivi. Inasema nini? Lakini kimbia tamaa za ujana, za ujanani. Kimbia tamaa za ujana, kijana. From the desire of youth. Kimbia tamaa za ujana. You have to be very careful of the desire of your youth. Kimbia tamaa za ujana wa kijana. Be careful of the desire of your youth. Kama mama mzigo mkubwa wasichana vijana. Amen. Kimbia tamaa za nini? Ujanani. With your desire of your youth. Mtume ni mrefu. Malizia. Ukafuate haki. Fata haki. For the right. Na imani. Na imani. And the faith. Na upendo. And the Lord. Pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Acha pale. Wale wenyewe wanaita Mungu kwa moyo safi ndio wakuwe marafiki yao. Those who call God clean heart. Mungu inaweza taratibu njema. Marafiki wabaya wanaharibisha mwenendo mzuri. Know that the bad friends destroy your good future. You have to pay attention to things. Usome kila siku. Be careful with the bad behavior and you have to read the Bible. Ujana wako uko wa kuonya vijana zako. And in your youth, you know, you're not sure you pay attention to the wrong. Amen. Amen. Vijana mupo? Umesikia hiyo maneno maini ambayo umetuachia? We have heard 4 words that they left us. Mhubiri wa kwanza alituachia maneno mawili. The first preacher left us 2 words. Na wa pili ametuachia mawili, ameongezea mengine pale mwisho na and the second one added 2 more. Kwa hiyo ni kazi kwetu kuyatembelea yale maneno. So it is for us now to make sure we accomplish all those. Ni muda mzuri wa kusema kwamba si wote tusimame. This is the good time that we're going to say that we. Alafu kila mtu amwambie jirani wake hivi, nataka nimchezee Bwana. And everyone tell please. Amwambie jirani wake hivi, usinivuruge. Ni muda wa kuchezea Bwana. Hayo waimbaji karibu sana mbele. Our choir, please, you are welcome. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Tunaelekea ukingoni wa mkutano wetu siku ya leo. We are going to end our conference today. Na kabla ya kumkaribisha tena msimamizi hapa And before welcoming our leader here na kuimba na kufunga mkutano wetu and sing and close our ceremony, kwa niaba ya uongozi wa kanisa, on behalf of leadership of the church, tulipenda kutoa shukurani. we would like to say thank you. Shukurani za kwanza kabisa kwa vijana wetu wa African Fellowship. The first thank is to our youth of African Fellowship. Kiongozi wa vijana wa African Fellowship na kamati yake yote. The leader of the youth of African Fellowship and all his team. Mungu awabariki sana. God bless you. Lakini pia maneno ambayo tulihubiriwa hapa leo, And also the word that we have been preached today. haya maneno manne, Those 4 words, tukitembea nayo katika maisha yetu kila siku, if we walk along together with them in our life, tutaishi ujana wa usalama we will live in a safe youth. na tutazeeka sawa Pastor Wango. I will be getting older like Pastor Tutakuwa Wango. wazee kama Pastor Joel, Will be elder like Pastor wazee Joel. kama Pastor Billy, Pastor Lusambia. Older like Pastor Billy. Tutakuwa wazee kama mzee wetu hapa Bwana Moya. Will be elder like our older lawyer. Tutazeeka tukiwa ndani ya kanisa sehemu salama. We will get old in a good environment. Kwa hiyo Mungu awabariki. So God bless you. Tunaamini ya kwamba muhula ujao kwenye mkutano wa vijana mwingine, We believe that in the next time mtafanya vya mkubwa sana kushinda vya hii mwaka. we will do more than this. Lakini tushukuru pia wakina mama. Let thanks also the women. Mama Salima uko hapa? Mama Salima, Tunga mkono tu mama watu wakuone. Tumpigie Yesu makofi. Tushukuru Mama Salima na kamati yake yote. let's thank our mother Salima with all his team. Wamekontribute pakubwa sana kwa vijana wetu, They contributed a lot to our youth, ili mkutano wa leo usifikie so hapa. that this ceremony has to be like Mama this. Salima, Mungu akubariki sana. Mother Salima, Kwa kazi kubwa unaifanya. for all the. Lakini pia tushukuru waimbaji wetu Also, let's thank our singers na viongozi wote wa kwaya. and also their leaders. Mungu awabariki sana. God bless you. Kazi ambayo mko mnafanya ni ya mkubwa sana. The job that you are doing is a lot. Ni ya mkubwa sana. It's a big job. Jana mlienda kumkutano kule, Yesterday you went in another na leo tena mko au mnamtumikia Mungu. and today you are here serving. Naamini ya kwamba ujana wenu sio wa kudharauliwa, I know that your youth is not. lakini ujana ambao unarudisha utukufu kwa Mungu. The youth that take back the blessing to God. Mungu awabariki sana. God bless you. Lakini tutoe pia shukurani za dhati sana kwa viongozi na wazee wa kanisa, Also, let's say thank you for all the leaders of the kwa church stafu yetu yote ya kanisa. and all the staff of the church. Acha kwa viongozi toka tusimame, viongozi ambao wako hapo wa kanisa letu la African Fellowship, wachungaji, wazee wa kanisa, tusimame tuwapigie mikono sana watumishi wa Mungu. Hawa watu ambao mnawaona All these people that you are seeing here ndio wamefanya tuwe hapa siku ya leo. are them who made us to be here today. Wamecontribute pakubwa sana, They contributed a lot. wamefanya kazi kubwa sana They did a lot. ili hii kanisa ya African So Fellowship that this Church of African Fellowship iko hapa leo to be here ni kwa sababu ya maombi yao because of their prayers, ambayo kila siku wako wanamulilia Mungu. which are every day they are praying to God. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana Servant of God, let na Mungu God azidi kuwapatia nguvu. God give you strength. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Basi Lord. narudisha tena kwa msimamizi So I take back the na microphone to tutasema the sote tupate korasi fupi So na I will tutakwenda stand up all kushukuru of us so Mungu that we kwa sing kumaliza. and thank God to finish. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Jamani tusimame. Let's stand up, please. They're all involved in some kind of education, high school, or looking for education maybe after high school. Na kitu kimoja ambao vijana wengi hapo wanafanya wakifika hapa, wanajikita kwenye mambo ya masomo. Wamoja wanaingia kwenye high school, wengine wanajikaza kwenda college. Or even some kind of job that maybe doesn't require college but requires like a trade school or a vocational school.
na hata pia kwenda kwenye kazi ambazo hazihitaji college lakini zinahitaji sehemu fulani ya masomo. So I want to encourage anyone here who is involved in education or is thinking about it or maybe was doing it in the past to consider it. Kwa hiyo na mimi kama mtu ambaye nafanya kazi na vijana, ninakuwa hapa napenda kuencourage kile kijana ambaye yuko hapa, ambaye yuko kwa masomo au yuko anafikiria kwenda kwa masomo, na kuencourage sana wewe ambaye uko kwa masomo, jikaze na masomo. Na wewe mwenyewe unafikiria kwenda kwa masomo, jikaze kweli uende kwa masomo. Or the difference between someone who is successful in their adult life and someone who is not is someone who has stayed with their education or someone who has left the path. Na hapa kwa Marekani watu wengi sana ambao wako wanapata mafanikio zaidi ni lazima waende kwa masomo. Kwa hiyo mjikaze sana mko mnaenda kwa masomo. Masomo itasaidia kubadilisha kazi, labda upate kazi fulani inaweza kukusaidia. Kwa hiyo anawakurajia sana kuone upande wa elimu. In your life where there are so many possible paths forward for you. Na ninasema hivi kwa sababu gani? Hii nchi ambayo umefika kuna njia nyingi sana za kuwasaidia ninyi kusoma. So if you are here and you are in high school or about to be in high school, I want to encourage you to stay with it. Kwa hiyo kama uko hapa na uko mu high school au njoo unakaribia kuingia mu high school, na kuomba sana baki kwenye masomo, usiache masomo. It can be really tempting to drop out of it or not pay attention if it seems like it's not relevant to you, but I want to encourage you to stay with it and try your best. Kuna wakati mwingine unaweza kuona kwamba ni vitu vya kawaida na unasema no, mimi nataka niache tu kwa saa hii, lakini napenda kukuangurajia kwamba ni muhimu sana na baki hapo hapo ulipo. If you're graduated from high school, congratulations, there's more for you to think about. Na kama wewe umeshamaliza high school, anasema asante sana, Mungu akubariki, na ujue kwamba sio hapo ndio mwisho, fikiria mbele zaidi. This is not the time to give up. This is the time to think ahead of what you would like to do. Huu muda sio muda wa wewe kusimamia hapo kwenye huko, lakini ni wakati sasa wewe kwenda kufikiria mbali zaidi mtafanya kitu gani. That require a college degree, so I would encourage you to think about pursuing a college degree. Mwa hii nchi kuna makazi mengi sana ambayo yanahitaji mtu akuwe na degree baada ya kutoka high school. Kwa hiyo wewe ambaye umaliza high school, ninakuencourage uende ku college upate degree. And this can seem kind of difficult or intimidating when you think about it, but there are many easy ways to get started. For example, at a community college. Na wakati mwingine ukimaliza high school unaweza kuona kwamba kwenda ku college vitakuwa vitu virefu, unakuwa intimidated, lakini kuna njia nyingi sana tena za rahisi na wewe kufanikiwa ukienda high school. Kwa mfano unaweza kuanzia kwenye community college. Mahali ambako mko kuna community college. Hapa kwetu tuko na CPCC, ni community college yetu. Kwa hiyo unaweza kuanzia hata hapo. But still, college isn't for everybody. There are jobs like being an auto mechanic or hairstyling, where you work with your hands, where maybe a trade school is better. Kwa hiyo kuna kazi nyingi kama nilivyosema, kwa hiyo elimu ni ya muhimu sana. So I would encourage you to pay attention to what you love to do and really think about developing that. Kwa hiyo nimekuomba sana ujaribu kutafakari ni kitu gani ambacho unapenda kufanya na uweze kukizingatia. And if you have no idea or you kind of have an idea but you don't know how to get started, there are people that you can ask for help. Na labda kama uko na mawazo, uko na idea lakini haujui namna gani utaanza, watu wapo wengi sana wa kuwauliza na wakusaidia. If you're in school, if you're in high school, ask your teachers, ask your guidance counselor. Kama uko masomo, uko kwa high school, jaribu kuongea na mwalimu wako, kile ambacho unaona kama ni kigumu, kaa naye chini, mwambie ni orientate, nionyeshe namna gani ya kufanya nifanikiwe. And if you're done with high school, talk to people in your community, talk to even your church leaders or someone you trust, someone who has been following the path for your life, for their life, and you admire them. Reach out to them and ask them for their advice. Na kama labda umemaliza high school, lakini uko tu na wasiwasi, haujui kama uende ku college wala hapana,
jaribu kuongea hata na mchungaji wako, ongea na mtu ambaye unamwamini pale akusaidie, labda anajua mtu mwingine ambaye anaweza kukusaidia wewe namna gani utaenda ku college. And there are times I understand where you just have to work whatever job you can find to pay the bills. I understand that. Na kuna wakati ambao kwa sababu mko bado ni wageni, unaweza kufanya kazi yoyote ambayo unaipata kwanza ili kama uweze kukizi kimaisha. But it's so important to not give up on any dreams you may have or any abilities you may have, things you love to do, things you're good at, things that you can take further. Lakini hata kama umefika Marekani na umepata hiyo kazi yako ya kwanza ambayo unatumika, isikufanye usahau ndoto ya maisha yako. Isikufanye usahau kile ambacho wewe unapenda kufanya. Enda tumika hiyo kazi, lakini bado bakia na focus na kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. And if you are currently working, if you are currently in school, whatever the case may be for you, that is your job right now. Stay focused. Na kwa hiyo kama uko masomo ama kama uko kazi, kwa sasa hivi endelea kufocus na hiyo, lakini pia usisahau mission yako, usisahau kile ambacho kiko ndani ya maisha yako. If you have the privilege of attending school, this is a very special and very unique time in your life, and I want to tell you to give it everything you have, give it your best. Kwa hiyo kama uko hapa na uko napenda kurudia kwa masomo, hii ni wakati mzuri sana ambayo unatakiwa kufanya hivyo kwa bidii sana. Please don't feel any rush, any pressure that you have to have everything figured out right now. Kwa hiyo usikuwe na pressure, usikuwe na woga kwa sababu uko mgeni. Jitahidi, kila kitu kinawezekana. Decisions like where you will settle down, who you marry, the children you have, these are big decisions that will change your life forever. So be very careful and be very much in prayer about when and how you make those decisions. Kwa hiyo wakati wote kama vijana mkuwe mnaomba Mungu wakati wa kufanya maamuzi. Uowe nani, uolewe na nani, watoto, vitu vyote hivyo lazima uwe unaweka pia kwa maombi. But most of all, what I want to tell you, the message that I have for everybody here, whether you are young or old or somewhere in between. Na ujumbe ambao niko nao hapa kwenu, kama uko kijana, uko mzee au kama uko mtoto, is that you matter. Ni kwamba ninyi ni watu muhimu sana. It's easy at any time of life, but especially when we're young, to think I'm only one person, I don't matter. Ni wakati mwingine unaweza kujifikiria kwamba wewe sio wa maana, lakini napenda kukwambia kwamba wewe ni wa muhimu sana. Or maybe we think that nobody will notice us, or nobody will notice if we leave and go do our own thing or drop out. Wakati mwingine wanafikiria kwamba hakuna mtu ambaye anakuona, hakuna mtu ambaye anakujali ndani ya hii nchi, lakini wewe ni wa muhimu sana. And I want to tell you that this is a lie. This is not from God. Na mjue ya kwamba hii ni maisha ambayo mko nayo ni maisha ambayo Mungu mwenyewe amewapatia. There's only one of you. God made only one of you. You are special. You have gifts and things to do for God that no one else on this earth can do. Kwa hiyo mjue kwamba mna maono mengi na hakuna mtu ambaye Mungu ameumba kufanana na ninyi. Mungu watu wa pekee sana. So stay connected to your community and never be afraid to reach out and ask for help. Kwa hiyo muendelee kubaki pamoja kama mlivyo, na mwe watu wa kuuliza maswali mkiwa na swali au mkihitaji msaada. Asante. Thank you. I invite Ted to help me. Tutasikia pia kutoka kwa Ted. Thank you, Sharon. I'm Tate. I'm the youth director here. Mimi naitwa Ted na mimi ni youth director au musika wa vijana hapa kanisani. I am also a licensed auto insurance agent, so I have to go. Lakini mimi pia ni mtu ambaye anahusika na maswali ya insurance ya magari. And Amisi told me there's some young people in here who are starting to drive. Na Pastor Amisi ananiambia kwamba tuko na watu ambao pia tunatembeza magari. And that's really awesome because it's a lot of fun. Na nimefurahi sana kusikia hivyo kwa sababu kuendesha gari ni nzuri wakati mwingine. Some of my favorite memories are when I was in high school driving around in my friend's car and them in mine.
Ninakumbuka pia wakati nilikuwa shuleni mdogo sana kabisa, nilikuwa nikiendeshwa na gari, lakini siku nilinunua ya kwangu nilisikia raha sana. Nikaanza kuendesha. This is going to be the first time in your life that you decide where you want to go and where you want to be. Kwa sababu wakati unaanza kutembeza gari yako, unakuwa unajiamulia uende wapi, saa ngapi, kwa wakati wowote. But it's also important to drive safely. Lakini ni muhimu sana kuendesha gari katika usalama. Who here drives? Raise your hand. Ni watu kama watu wanaendesha magari hapa. All right. How many people have their driver's license? Na ni wangapi ambao tunaendesha lakini tuko na license? Okay. All right. Well, it's very important to know that driving without a license is against the law in the United States. Kama mtu ambaye anafanya kazi kwenye mambo ya insurance na tuko kanisa moja, ningependa pia niwakumbushe leo vijana, siku yenu ni muhimu sana kuendesha gari ukiwa na license. Even if you've driven before or you know how to drive, if you don't have a license, you can face fines of thousands of dollars and possibly jail time if you're caught driving without a license. Hata kama ulitoka nyumbani unajua kuendesha gari, ukafika hapa Marekani, ni vizuri usubiri upate license kabla hujaanza kuendesha gari. Kwa sababu wakikushika huko unaendesha gari na huna license, inaweza ikatokea unapoteza pesa nyingi, lakini pia unaweza ukafungwa kwa sheria ya Marekani. Another important thing about driving is car insurance. Jambo lingine ambalo la muhimu sana mjue ni insurance ya gari. Insurance makes sure that if you're in an accident, you don't have to pay the total cost of any damage you cause to another car. Kwa hiyo insurance inatusaidia wakati tunafanya ajali, inatuchukulia gharama ambayo sisi tungefanya kama tunagongana, insurance inachukua ile gharama. It is also required by the state of North Carolina and South Carolina to have insurance for you. Kwa hiyo hapa kwetu ku state ya North Carolina na South Carolina ni muhimu sana unapoendesha gari iwe na insurance. If you get caught driving without insurance, even if you have a license, they can take your license away. Ukishikwa uko unaendesha gari ambayo haina insurance, hata kama wewe uko na license, ukamwonyesha license yule polisi, anaweza kachukua license yako na kaenda nayo. And to get the license back, you will have to pay hundreds of dollars. Na kwa sheria ya Marekani, ili uchukue tena ile license irudie kwako, utapoteza fedha nyingi. Insurance, how much you pay for insurance also depends on how safely you drive. Kwa hiyo pia hata wakati wa kulipia insurance, pesa ambazo wewe unalipia kwenye insurance inategemeana na namna gani unavyotembeza gari. So if you are getting into accidents or you are getting tickets from the police for driving recklessly, your insurance costs can go way up. Kwa hiyo ukiwa unaendesha gari hovyo hovyo, unafanya majali mengi, assurance yako utaona inaanza kwenda juu. Sometimes I sell insurance to people with a lot of tickets and their cost is $300 a month. Wakati mwingine yeye ambaye anafanya kazi kwenye insurance anakuwa anawauzishia watu insurance ya bei kali, kwa mfano $300 kwa mwezi. Kwa sababu gani? License zao zimejaa matatizo mengi, maajali na mambo mengi. So for a year that is over $6,000 just to pay for your insurance. Kwa hiyo ukiwa unalipa $300 kwa mwezi, kwa mwaka mmoja ni karibia $1,000 ambazo unapoteza gari, insurance ya gari tu. So that's why it's important to drive safely and to drive licensed so that you don't have to pay that much money for insurance. Ndio maana ni muhimu sana uwe unaendesha gari katika usalama ili uwe unalipa pesa kidogo ya insurance. Another thing that's important is seat belts in America. Na kitu kingine ambacho napenda kukumbushe ni kuvaa mkanda wakati unaendesha gari. Driving is a lot of fun, but it's also one of the most dangerous things we do every day. Kutembeza gari inapendeza sana, lakini ni kitu ambacho ni hatari sana barabarani. These machines weigh thousands of pounds and they're moving very fast. Wakati unaendesha gari utafikiri kama haiendi haraka, lakini ukifanya ajali utaona kama ulikuwa unaenda haraka sana. When they get into accidents, it can hurt you very badly. Wakati ukiwa kwenye ajali inaweza kukuumiza vikali sana. If you wear a seatbelt, you are 50% less likely to die
in a car accident than if you didn't. Ukiwa unavaa mkanda na pakatokea ajali mbaya sana, unakuwa na 50% ya kupona endapo kama ulivaa mkanda. Lakini kama ukuvaa mkanda ukaingia kwenye ajali, unakuwa na 100% ya kufa. In North Carolina, too, if you are caught not wearing a seatbelt, you can get a fine of up to $180. Na ndio maana kwa sheria ya North Carolina, ukishikwa unaendesha gari bila mkanda, unaweza kulipa kiasi cha pesa kuanzia 180. Wearing a seatbelt is the simplest and cheapest way to make sure you're safe and to protect your pocketbook from tickets. Kwa hiyo kuvaa mkanda ni kitu ambacho kitakusaidia kutunza pesa zako. Another issue we have here in America is driving under the influence or driving after you've been drinking alcohol. Kitu kingine ambacho huko tu Marekani inakuwa ni shida sana ni kama ukitembeza gari na umelewa. Every year in the United States, over 10,000 people die in car accidents caused by someone drinking alcohol and driving. Kila mwaka Marekani watu takriban 10,000 wao wanafariki kwa sababu mtu mmoja ambaye alikuwa ametendesha gari na analewa akakozea hiyo accident na watu wengi wakafariki. And even if you don't die in that accident, if you are caught drinking and driving, it is thousands of dollars in fines, possible jail time, and your insurance will skyrocket. Na hata kama hakufanya ajali lakini wakakushika tu unatembeza gari na ulikuwa mlevi ama ulikunywa, ujue kwamba unaweza kulipa pesa nyingi sana, lakini pia unaweza kwenda jela au unaweza kupoteza hata license yako. I remember what it was like to be young. Nakumbuka pia wakati nilikuwa niko mdogo. I know that telling the youth here not to drink might not be the only thing I need to do. Najua ya kwamba wakati mtu kwa kijana anaweza sio rahisi sana mwambie usikunywe au usilewe. But there are things you can do if you are going to drink to make it safer. Lakini napenda kusema ya kwamba wakati kama unajua wewe uko unakunywa pombe, unajua kwamba ukilewa inaweza kuletea madhara. You can buy these devices at any pharmacy, and they tell you if you're okay to drive or not after you've been drinking. Na kwa hiyo kama huko mtu ambaye yeye anakunywa pombe hapa na anaendesha gari, but more important, wao wanatumia ka device katakwambia kwamba unaweza kutembeza gari au hauwezi kutembeza gari wakati umekunywa. This though is just something helpful. The best thing you can do if you've been drinking is to just not drive. Kwa hiyo wao wanaitumia, lakini ushauri wake ni kwamba ukiwa umelewa usiendeshe gari. If you feel like you cannot drive safely, call someone to pick you up. Kwa hiyo ukiona tu kama hauwezi kuendesha gari vizuri, mpigie mtu akuja kuchukua. I promise you that phone call and that ride home will be less terrible than if you go to jail for drinking and driving and have to call your parents to tell them that you are in jail. Kumpigia mtu mwingine pia kutembeze unaweza kuiona ni ngumu, lakini ni afadhali kuliko wakushike wakuweke jela au upate ajali na ufariki. Your lives are precious. Maisha yenu ni muhimu sana. This is an extremely fun time in your life. Na wakati huu ni wakati mzuri sana kama kijana kwa maisha yetu. I hope you make as many good memories as I did driving around with your friends. Ninaamini ya kwamba na ninyi mtembeze kwa usalama magari, na hata wakati mtakapokuwa mwe mnakumbuka kipindi ambacho mlikuwa mnaanza kutembeza magari. But remember to do it safely. Lakini mjitahidi sana mtembeze kwa usalama. This place would not be the same without you. Nafasi hii haitakuwa vizuri bila ninyi. Thank you. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Tunaelekea ukingoni wa mkutano wetu siku ya leo. We are going to end our conference today. Na kabla ya kumkaribisha tena msimamizi hapa, and before welcoming our leader here, na kuimba na kufunga mkutano wetu, and sing and close our ceremony, kwa niaba ya uongozi wa kanisa,
On behalf of leadership of the church, tulipenda kutoa shukurani. we would like to say thank you. Shukurani za kwanza kabisa kwa vijana wetu wa African Fellowship. The first thank is to our youth of African Fellowship. Kiongozi wa vijana wa African Fellowship na kamati yake yote. The leader of the youth of African Fellowship and all his team. Mungu awabariki sana. God bless you. Lakini pia maneno ambayo tulihubiriwa hapa leo. And also the word that we have been preached. Haya maneno manne. Those 4 words. Tukitembea nayo katika maisha yetu kila siku. If we walk along together with them in our lives, tutaishi ujana wa usalama. We will live in a safe youth. Na tutazeeka sawa Pastor Wango. I'll be getting older like Pastor Tutakuwa wazee kama Pastor Joel. We'll be elder like Pastor Joel. Wazee kama Pastor Billy, Pastor Rusambia. Older like Pastor Billy. Tutakuwa wazee kama mzee wetu hapa Bwana Moya. We'll be elder like our older lawyer. Tutazeeka tukiwa ndani ya kanisa sehemu salama. We will get old in a good environment. Kwa hiyo Mungu awabariki. So God bless you. Tunaamini ya kwamba muhula ujao kwenye mkutano wa vijana mwingine, we believe that in the next time mtafanya vya mkubwa sana kushinda vya hii mwaka. We will do more than this. Lakini tushukuru pia wakina mama. Let thanks also the women. Mama Salima uko hapa? Mama Salima, tunga mkono tu mama watu wakuone. Tumpigie Yesu makofi. Tushukuru Mama Salima na kamati yake yote. Our Mother Salima with all his team. Wamecontribute pakubwa sana kwa vijana wetu. They contributed a lot to our youth. Ili mkutano wa leo usifikie hapa. So that this ceremony has to be like. Mama Salima, Mungu akubariki sana. Kwa kazi kubwa unaifanya. Lakini pia tushukuru waimbaji wetu. Also let's thank our singers. Na viongozi wote wa kwaya. Also their leaders. Mungu awabariki sana. God bless you. Kazi ambayo mnafanya ni ya mkubwa sana. The job that you are doing is a lot. Ni ya mkubwa sana. Good job. Jana mlienda kumkutano kule. Yesterday you went in another. Na leo tena mko au mnamtumikia Mungu. And today you are here serving. Naamini ya kwamba ujana wenu sio wa kudharauliwa. I know that your youth is not. Lakini ujana ambao unarudisha utukufu kwa Mungu. The youth that take back the blessing from to God. Mungu awabariki sana. God bless you. Lakini tutoe pia shukurani za dhati sana kwa viongozi na wazee wa kanisa. Also let's say thank you for all the leaders of the church. Kwa staff yetu yote ya kanisa. And all the staff of the church. Acha kwa viongozi tokete tusimame. Viongozi ambao wako hapa kwa kanisa la African Fellowship. Wachungaji, wazee wa kanisa, tusimame. Tuwapigie mikono sana watumishi wa Mungu. Hawa watu ambao mnawaona, all these that you are seeing here, ndio wamefanya tuwe hapa siku ya leo. are them who made us to be here today. Wamecontribute pakubwa sana. They contributed a lot. Wamefanya kazi kubwa sana. They did a lot. Ili hii kanisa ya African Fellowship, so that this Church of African Fellowship iko hapa leo, to be here ni kwa sababu ya maombi yao, because of their prayers, ambao kila siku wako wanamulilia Mungu, which every day they are praying to God. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Na Mungu azidi kuwapatia nguvu. Give you strength. Bwana Yesu asifiwe. Basi narudisha tena kwa msimamizi. So I take back na tutasema sote tupate chorus fupi na tutakwenda kushukuru Mungu kwa kumaliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na Bwana libarikiwe. Let's stand up please.